kwa HSC ni head of state commendation. Yeah. It brings me back to kura za 2017 ama ilikuwa 20 I think 2017. Ya Murende. Hiyo wakati kulikuwa na watu walikuwa wamevunjia Kenya rekodi, walikuwa wanajulikana. Unaona? Our runners, our whole team ya rugby. Do you know mtu mwenye alipewa commendation kama ya jana yenye imepewa Iani, alafu nilishtuka. That is when nilianza kuona. In fact, siku hizi ukikuwa nayo label HSC, it doesn't mean anything. Gideriman. Who remembers Gideriman? Gideriman, yes, I got a HSC by the way. Got a HSC. Head of state commendation. Hakuna. Alivanish kwanza Jalango, nakumbuka Jalango akimwambia alipewa hiyo nini na Ruto. Unaona hata jamaa tu nani huyu Jalango Samido Tikiobani. Unajua Samido alipewa Samido ni HSC na akamgeuka, lakini wajua yeye amesaidiwa na yeye ndio uzuri ya kuwa na side chick mwenye manze. Yeye ndio uzuri ya kuwa na side chick kama wewe kama ni mama whoever the person is. No like no, I'm saying is manze kama uko na deo manze. Manze kwa na deo manze anakuokolea. That wewe jamaa amesaidiwa na hiyo kwa mtu. Amesaidika hata kusema hapa wait ni sawa. Alimsaidia hata nimeonyesha ndio ufala anaongea. Alimsaidia. Sasa naweza kujibu kwa dunia yenu. Now 1 2 3 welcome back to the Beat Tribe, and it's another episode, and of course tuko na tribesmen kama kawaida. On my far right ni Kawanjera, of wagwan mkaje wazee, tuko fiti, we good. I'm back like I never left. Yeah ilifanya statement yangu bana. December na moto. Ilifanya statement yangu bana. December na imekuwa moto, acha ifala. December na imekuwa Hapo ni business kwa set. Are you gay? Why are you gay? Who says I'm gay? You are gay. How can I describe you? Doesn't that make you gay? What do you mean doesn't that make me gay? I am male and attracted to a female. So who is gay? Bana hata mniambia bana, we miss your presence basi. You never we never missed your presence. The only thing that we missed ni miss shades zako kukua on set, but my insights kizungu hivi anaitwa Humble King. Unafaa tuanze kutuambia mbona hiyo kupotea yako na Trufena ziliingiana. Guys again it's your Humble King hapa. Sikuwa nimepotea, was just on one or two duties, official duties. Nilijaribu kuhepa zilikataa, but here I am. Nimerudi na story bongo. Nimekuwa Nyeri. Nimekuwa Ushago, nimekuwa Nyeri. Alafu niko Nyeri. Naona bana Kenya manze, a very very person I know. One of person I know, mkitaka naweza onyesha paka conversation hapa hivi manze. Evidence kwa kalatas manze. Someone I've known manze amehit Guinness Book of Record manze. Ako kidogo tu yaingie bana. Wait kwani bado okay of course there is that part yenye alifanya, she was to do it in manze. Before niendelee Trufena tunakaitaka Turu. Turu hats off. Ningekuwa na kofia ningevua, so tutacho nitoa hizi shades of manze Turu. Manze 72 hours si mchezo. 72 frankly 72 hours hivi tu umesimama hivi tu, lakini naona kuna competition how someone anaweza kula for 72 hours bila chakula. I don't care. She did it. Beleko Western. Of course, umeona ilikuwa wapi? Ilikuwa Western bana. Hata mtoto kagonjwa kaluya kanakula uga kibili. Lakini saa zingine mkuu. 2 hours. Mkuu saa zingine unataka. Mtu akule 72 hours. Mimi najaribu ku make jokes. No, not eating. Shia. Mraya. Turu session our dear viewers, session ya ni moto because of course big up to Trufena jo amefanya 72 hours. Trufena kuja saizi ni hot cake kumpata
but mtafuta from January nadhani hata mioto itakuwa imetulia kiasi so tunaweza kuwa na by the way nini interview moja ama session moja yenye itaweza make sense by the way hiyo time unajua sasa hii ni celeb mbaya so saizi maze kupata Turu I don't know because I know right now she's busy yeah. not like really busy but atile yenye ndo amenini so maybe she's still trying to compile the data the evidence that she did the 72 hours yenye sisi tunajua yenyewe sisi mimi ukiniuliza whether hata aliachilia mimi I know that she hugged that tree for 72 hours so I can promise that sahi nikimtafuta nitampata but I'll try because eventually nimelan of course najua sahi sijui kama kitambo because you personally know her sijui kama alikuanga na manager but sasa najua kuna manager mwenye anajaribu yeye anachukua hizo endorsements yeye anamsaidia kusaini hizo contracts and what have you I don't know I think what I know is that her best friend they are two best friend kuna ule dem anaitwa Fidelis she's vying for some MC position I'm not campaigning for her but mwenye najua is this girl called Wahu Ngoge she's a famous local news presenter with the those Gikoyo stations previously alikuanga Shoro FM if you ever known of Shoro FM that one that's Inoro Shoro FM it was like makenuka I think that's something like, I'm not sure but alikuwa huo dem nilimjua type alikuwa akipiga media hivi the proverbs alikuwa anatumia the theomies Kikuyu call them theomies haungeelewa ukiwa mtoto back in 2000s and huko ma 2005 kupanda hivi hapo nilikuwa najijua ilikuanga moja da alafu umetoka na mzee wako unachiki kama ile kitambo wazee walikuwa na masaa kama ya 5 mzee anaingia kambe ni broti ni anaenda uko nasikia anaenda kunywa supu anakula kamutura by that time vijana tulikuwa tunafanya vitu kama hivyo alafu mkikuja jioni mnakujanisha na mzae nyinyi hamna radio anapita kwa jirani anasikia unajua siku majirani walikuwa wanafungua radio na kwa juu mzee anaambia neni home na kama mzee anaongoja wimbo ya Kemaro ishe asikizake kwa jirani akati kwa friends yake ngoja ishe bala it reminds me of a long time ago did you find any radio classes shule ile nye mwalimu alikuwa anakuja wanawachezea ilikuwa ni kama pre-program each and every school radio you guys how nilikwambia I'm 40 lakini because I have to look young I'm 35 you guys like mliko na radio stations no stations what used to happen walikuwa ngana like KBC most probably ilikuwa KBC so KBC ilikuwa ina lesson kama lessons leo inaweza kwa mathematics kesho iko English Kiswahili history GSR geography GHC ama nyingine ilikuwa na Islamic alafu ilikuwa inakuja specific time countrywide so kulikuwa na timetable mtaambiwa kesho saa 8 kutakuwa na lesson sema ya English ya class 1 class 2 hivyo ama ilikuwa to the whole school mko mnaka wako hall kwani mnashare say I thought English ya class 1 hizi pelekana English ya mtoto that time ukiwa class 8 uko unafunza about nouns si ndio mimi nilipitia shule okay no jamaa how do you expect to know about nouns ndio wale mimi niko shule mimi nilikuwa nakanga mbele na listen hiyo ready nasema nini alafu ndio wale kwa ile break mimi nilikuwa backbencher ndani ya class kenda commercial break wakimbe kwa hivyo walikuwa na hype wanabambika mbaya sana lakini sasa wakirudi kutokea no the funny thing is wewe is making me laugh mnasikiza radio yenyewe ndani iko na break acha nimexplainie kawanjara acha nimexplainie hivi ndio ilikuwa acha nikwambie kitu moja usimexplainie no like let me understand bro not twice book advance
Hapana. No, like how do you listen to radio? I'm not even talking to him. How old are you? Ulikuwa una listen to those classics. Alafu yeye anasema it was so funny for him kuwa na break. No, ninyi imesema ati mlikuwa mnangoja time ya break. I'm like it's so funny mnasikiza radio hadi radio inawapea break. Alafu ndio mrudi muendelee kusikiza. Acha nikupatie breakdown venye ilikuwanga in fact hiyo kitu unaona Kawanjera hiyo kitu ilitolewa hizo stations siku hizi ikaletwa kitu inaitwa edu TV ama educational TV kwamba kuna kile kids kuna edu TV edu channel KICD iko na KICD iko pale hapa KICD. Unajua kitu walikuwa wanafanya Nickelodeon ni program ilikuwa inaletwa si mnafunzwa English. No, me have watched Nickelodeon. Huyu jamaa atakio primary. Nickelodeon iko imekuja. No, me have watched Nickelodeon. Wewe watch Nickelodeon? No, okay, not when I was young. Yeah. Nickelodeon imekuja nikiwa high school. Yeah. Like nikiwa high school nimeanza kuwa famous. But radio station nisikize. Wala isijawahi. Kulikuanga hivi ya. Jua kusikiza hizo enzi. Ilikuanga hivi. Program ilikuwa inaletwa. Anasema kulikuwa na demo huko alikuwa. No, like of course my dad was a famous alikuwa wale watu unajua ule jamaa anaitangwa nini ne wata hiwake wewe ine kumata tuonyere wale watu wakupiga simu kwa radio station so my dad was one of them alikuwa Kego wa ine kumata na hata hiwake wewe ine kumata tuonyere jamaa ana repeat something the same thing na ni tulikuwa the same thing mimi usikiza nikiwa on radio nikisikiza hizi kama mimi Inoro that guy scam anakujanga Inoro I think alikuwa apiga radio station zote utapiga huku sikia anaongea upige huku nyingine upate anaongea masaa 9 masaa like that guy used to make calls lakini mora you did listen to I didn't go to school nimekaa class hivi nasikiza radio like tunafunzwa from a radio but of course nimegrow ushago like radio zilikuwa and you know those times zilikuwa in fact no I didn't know about the classes the latest breed ya watu ni watu wale watu walikuwa nasikiza back a few years ago ama sijui kama bado ziko but najua Gen Z walikuja wakamalizia na zile stories za Kiswahili classes on Saturdays zilikuwa radio Maisha bado ziko mpaka radio 47 including on kwa gazeti kwa Taifa Leo they would give us those nini saa 5 tu ama saa 4 inakuja kuanzia 8:30 kwa rounds kitu saa 4 saa 5 tunasomeshwa Kiswahili ilikuwa inaitwa no zone na jamaa mwingine alikuwa anaitanga kutoka huko mtu alikuwa anaitanga wala bin wala simeandika mpaka vitabu wala bin wala bado hako but the late nani huyu no zone the guy who did no zone I found no zone when I was a kid achana na huyu ona hii kitabu ya Kidagaa kimemwozea Ken Walibora late unda kutoka kwa Ken Walibora ameenda nimefanya set book zake high school yeah but then he's my neighbor back home wow uko Eldoret no he's from Cherangani Hills huko no from Mactano place called is in Cherangani constituency called Mactano and where I come from it's called Creator yeah tunapakana so I know him from there yeah because I know so you can learn so like mlifanya vitabu zake on primary school still had books za primary school mimi nimesoma vitabu zake mingi a lot of hata vitabu Kiswahili hata kuna ukitango somo whatever he has written yeah amandika short stories ni short stories za high school zetu tulifanya kama set book ndizo najua za Ken Walibora Kidagaa he has written books even kamusi kamusi ya karne 21 yeah he has rectified in them hiyo ndo nilitumia it was written by Ken Walibora no he was part of it wahariri wahariri ni others unacheki kama saa zingine wanasema kwa kamusi wanaletanga sheng zile alafu wana introduce kwa kamusi ile kitu yenye unajua kamusi is something that each and every person will understand what it says anatumia 100% ukienda kwa kamusi utapata jina manzi they mean msichana with another meaning unaenda waki advance yeah they go as advance so he was part of it Ken Walibora so like nani wala bin wala mazi shairi zake bana live about Molimbaru there's another called Mbaruk whatever something alikuwa anaitwa Mbaruk something alikuwa anaitwa what is Mbaruk something yeah so unataka kufanya nionekane mimi ni fala si ndio sasa tuonekane wewe ni fala ni tunajaribu shida ni nyinyi mlisema vitu mzee nyinyi mlisema vitu mzee Jeff
Jeff Koinange. By the way, we're so thankful Jeff amerudi into stations. Oh yeah. Huyu jamaa alikuja wakati ya Jeff na boys mwingine wa boys wanafanya. Jomo Kenyatta Foundation hizo ndio vitabu tumepata. Jeff anaingia nani kila siku asubuhi kwa kisa mani. Nini Hot 97. Okay na boys mwingine anaongea ngashe nyingine. King'ang'i. Sio King'ang'i. Anaitwa boys anakuanga na jamaa anaitwa nani? Jamaa ana sheng nzuri sana. Acha nitafute. Umesema Jeff na? Jeff inakuwa Jeff na Mwamburi ama mama. Jeffrey Mwamburi nilikuwa na Stella wangu. Sina ngoma. Sasa kumaanisha wewe enzi zako hiyo wimbo ya Stella haiko inacheza kila time. But sisi tukienda sisi ni ile hata wewe mwanangu amka kumekucha. Basi kama huko sikiza tembe na shamba. Wimbo kweli. Juu sisi tulikuwa tunaamshwa na ting ting ting. Hivi sasa ni saa 2 asubuhi. Mzee Moi. Karibu kwenye nini ya KBC channel. So kama hukusikiza hiyo Nick anaitwa ama hiyo shoro kumaanisha huko unaisikia pia vizuri. 96 show yao. Angalia tu show ya Jeff. Jeff sio anakuja nani kwa 96. That guy is a very famous guy. I don't know that guy. I think I should start listening to Hot 96. I'm used to Nick Odhiambo. No. Like si hapo ameandika Nick Odhiambo. Nick Odhiambo ajuangi sheng mingi. The last time niliacha Patrick Igunza. Patrick Igunza. Patrick. The last Patrick. Ujamaa amekuja wakati ya kila hata naona ataelewa watu walikuwa wanafanya nao vitu zingine. Nakwambia anapata hizo beti za kila Jeff na Patrick Igunza. But yeah, but I don't know. Na T-Boy. Yeah, alafu amepata wakati nyewe. Jamaa amekuja mpaka wakati Trimenami wako kwa station. Heshima salute bana kina Monte kina Dante. Sikia our let hiyo wakati sasa Kanzedina tuite prime mama tusite prime because tuseme somewhere hapo before our Trimenami waanza kuingia before kukuwe na hiyo at social media the more you have numbers you become the call to a station and do before wakina MC Tricky when hata hawako wamejua watakuwa comedians mkunga na ridiculous mkunga na watu by the way ridiculous so mimi nadhani tu tunakumbuka niliwatch to our viewers I listen to something that tuku wakina Caroline Mtoto Kaleke Muma Kaleke I know because of energy radio me energy never nicho Kaleke me I listen to people like Ogobino's Dr. Love no I saw Ogobino kuna time alikuwa DJ ndo Nick Mwendo acha hiyo mbata anataka niliona juzi kwa base Katelo ametoa hiyo didi ya Ogobino akiwa DJ haya na mwambie na bado wakati bado tulikuwa wadogo tulikuwa primary kulikuanga na mtu alikuwa anaitwa Waweru Mburu na wale I know that one I know Waweru Mburu acha nikumuulize swali lakini najua alisikia kipindi ya Pastor JJ ilikuwa inaitwa ngoma sidani acha nipeleke KBC I know he utia mondo or whatever something like that acha nikupeleke hizo vitu kwa tunafukuzwa tusione kina the bold and the beautiful yeah anasema tu asione Pastor JJ bara wasikize hiyo bwana sikia acha nikuulize KBC during those days program zake Rikobe najua Rikobe tu hawakuwatch Chuck Norris no the angel ndio hiyo ama Tausi mimi started watching television when was the television Helicopter del Deseo Hollywood Helicopter del Deseo Uli watch the bold and the beautiful mimi nakumbuka tulikuwa tunafukuzwa tusione hiyo hizo nimeanza kuja uliona Helicopter del Deseo yeah ilikuwa kitambo sana in fact hiyo time kila mtu alikuwa anajaribu kujipatia jina ya Maria de la Rosa sound ni kama yani ni Kifilipino ama Teresia de la Rosa Espanyol so nataka nionekane Espanyol so uzuri tuko na nyinyi hapa anyway back to Trufena Trufena na Meleta Spain and also yeah this that I listen that which one now which one this guy just said about Kobe kina ridiculous Kobe see there was that short guy kipindi ya Kobe ilikuwa inaitwa nini he was just this short guy from Coast
Kobe was not at a from coast. Kuna there was this short guy from coast from Tanzania, something like that. si ndizo hizo Uswahilini basi. Ilikuwa the same na hiyo time category ya kina Tausi na Kisulisuli. Hizo ni nini? Na kulikuwa nayo ona acha nikupatie kila kabla turudi kwa Trofena. So nataka kunisomea program lineup. There was a time kulikuwa na KBC kulikuwa na kitu ilikuwa inaitwa jamani alikuwa anaruka kwa mamita Tarzan. No, Tarzan nimeona, nimekuja kuona after hizo movie za Tarzan nimekuja kuziona. Just to ask, did you see Tausi? No, just hearing about it. Sasa the deal is done. Yeah. Musijifanye the good thing is waliona hizo vitu hata mimi nimesikia story yake and here we are with them sitting together and talking and disseminating this and of course back to Turufena. Trufena by the way mimi napenda venye amefanya the whole thing unaona as much as bado kuna nililearn kumbe the whole procedure ya kuingia into Guinness Book of Records kumbe lazima usubmit alafu uapply ulipe an equivalent of 100,000 Kenya shillings alafu uende hivyo but one thing that yenye nili appreciate ni ati ni as much as Guinness World Book of Records wenyewe them as the brand they don't pay you for breaking a record but at least msichana wa Nyeri amekulia endorsements mingi sahi. But then when I look at I think it pays not really a monetary. Me feel when I see Turu hatu kanale Turu watu bila without knowing you were given Wangari Maathai's photo and Turu they look alike. This the next this Wangari Maathai. Inaitwa reincarnation of Wangari Maathai. This is Wangari Maathai in her next life. Reincarnated. Wacheki. This Wangari Maathai at her next life and I think Wangari Maathai right now through Turu amekam with a lot of force na amekam sana. If you have listened to the English show dem alikuwa anaongea. Yeah. Haikuwa rahisi. Well, watu wenyewe siku hizo wana English. Wewe wakarudi kwa education system. You are educated. Tangu mwacha we are educated. Wale watu walikuwa transform wachana na wao. But Turu has really taught us a lot. Yeah. And I love this point of when she's speaking about the environment. Yeah. We've seen on the televisions and tumeona pia kwa news. Yeah, kuna watu Mraya. Pause tu kidogo. Turu is a reincarnation of nani? Wangari Maathai. Amekuja na a lot of force. I feel like we are going to have yani nguvu si uongo force. Nguvu FORCE. So force na uongo. Force na nguvu. Na wazee kusema force ndio tunadhani ni uongo. It's the same thing so it's false. False. Mimi nasema amekuja na a lot of nini? Wadoa Murima. Amekuja na a lot of nguvu. Yeah. Now I feel like I just pray to her whatever she has in mind and whatever goals she has. Yeah. May they come true. We are so proud of her. Even me personally yes. Manze ukiona beshte yako ukiona mtu unajua amemoja tunaona hizi vitu kwa nini but ukiona mtu hata niseme beshte because tunajuana kidogo tu ile ya umbali because we are in scouting together. Ile ukiona mtu unajua manze unaona huyu ni mtu Kawanjera sijui kama utakumbuka but the mkore okay mnaweza niambia kama ni fact ama nini because everything I'm just finding online me I don't know personally I don't know her unless nani atuconfirmie pia. Unakumbuka ile msichana mwenye alikuwa bichuki alikuwa amehug mti? I'm told she's the same girl na she did 48 hours. She wanted to she did 48 hours last year. Bado tukiulizana tuko pale Globe. Tukiulizana ati kuna msichana in fact nani our client pale chini Globe alikuwa anatuambia ati simwende muone msichana amehug mti ati sasa ni siku ya pili. Sema tu kwa shiko. Of course ni client. Ni kwa shiko lakini ni client. Kama unajua shiko wa Globe shout out. Shout out to her because she does some marvelous things hapo chini. In my next life kama nafanya podcast. Mungu aniendelee ifala. Bro, you are stuck with me. You are stuck with me.
By the Shiko is the greatest client that we have ever had. I mean, but maintained for that one thing people don't over know. a year plus. By the way, undo CEO wa Swift Designs. Yeah. Alijisema if kama kuna client number 1 When you maintain for over a kuna year. pesa ya Swift Designs. The Shiko. Na tunamvuliana kwa Sure tunavulia kofia. Sasa mimi napigia kwa Shiko yenye limeani leo. Shiko ni kwenda sasa kama unaendea graphite unaendea ingine unachukua granite kwake, unachukua simiti, unachukua grout, unaenda unachukua tile spacers, akona a whole new entity hapo hivyo. And big up to Shiko by the way. And by the way, for the people who want like interior designs anything to do with construction, by the way, we have super engineer tuko hapa, tuko mjengo tunaishi hapa nani shakes na tumejisahau nani director kila siku ati super director na kumbe tuko na super engineer. Next week ndawaambia kazi ya Moraya. He's a super MC. Bro, I love what you're doing. Super I love what you're doing. Kwanza ile video ile fla inatangalia baadaye hiyo. So we're talking about Turu. Mama. Cheki ngoja. Hustle ni hustle. It's good. Mama. Kwa first episode. Mama barikiwe. Anyway, I was talking about Turu, and there's one thing I've loved about her. You know, what you've seen with the Gen Zs, and I'll combine it with the Gen Zs, is that they just have their own voice, and it amplifies and surpasses everything. Because for her, she did. That was in as much as she was going for the Guinness record. I've seen some people talking about this is silent striking. Like we're talking about, we've seen on television, and we've known about this one guy when he's always talking about being a climate change ambassador. We all know. We all know. Top notch. But for him it's just been mere talks, and then tunaona amechukua some CSAs mnamazee wanatumia chopper for 10 minutes, wanasema wana tree drive wanaenda just for about 10 minutes, but this girl dedicated her time, her strength, herself, her resilience, like almost everything. She gave it all out to a tree for 72 good hours. One simple tree, manze. And you see what you've seen from her, it's like it's a silent strike about. We don't have to be the most vocal kwenda kuongelelea about maintaining a tree. We can do it by action. Like actions speak louder than words. And for her, she took the action of 72 good hours. 72 good hours ni this indigenous tree, and I'm dying with it. There's someone anaitwa Natalie Gidinje from NTV or somewhere. Please, I want to go back to a topic yenye tulikuwa na hiyo episode some time back. No, there's a difference between and this goes out to all our viewers, of course, na Gen Zs and everyone who's listening to us. There's a difference between clout chasing and doing something because of something for the cause. Juu mtu alikuwa anasema that's clout chasing, but if someone never did 48 hours akaifanyia pale Michuki Park, then amekuja amefanya 72 hours because una upgrade from where you left, and she dared to dream. It's totally in the picture or in the course of an environmentalist, unaona, but is different na kusema ati ana clout chase. So sijui kama kuna Gidinji alifutwa ama bado, but I feel like for Trufena Natalia sama ni cloud chasing, and it's like alisema watu wamekosa kazi, like agenda tu ambie governor apatie nini ile station ya mwenzako akikitezewa na ile idea yenye kuenda kusema because for me unapata kale ati umeliliwa yapata best yako ndo nini wala shine nayo, but you know Guinness World Book of Records iko na vitu mingi zenye ukiziangalia generally unajiambia like ni kama mtu anafanya kitu ya ufala, unaona, but somehow kwa hizo vitu zake, as much as kuna zingine zenye watu watatamu ni ufala, kuna zingine when you're fighting for the cause na Guinness World Record peke yake. Hata jana niliona nani WSR alipea kile yani ile jamaa nganya wazo walipenda hii inaitwa ni recommendation HFC walipea end of state. She was never mentioned by them. Hiyo naye ni ufala.
I didn't hear her. Yeah, That's You see, it speaks to the same point of she was to do this thing in Brazil. Yeah. Sindio? No, but okay, yeah. But it goes back to, I think we have a system that there's something like this guy called PLO Lumumba. Yeah. And let me quote him. He said, the problem we have in this country is that the people with power, they have no idea. And the people with the idea, they have no power. Yeah. So we have people who are in authority, who are in power. Venye wanaona like they are seeing a threat in the people with ideas. Instead of cooperating together, we transform our country. They are seeing like it's like a war. This person is trying to outshine me, because you can imagine this girl Trufena, she was to do this in COP30 in Brazil, yeah, amongst other people, yeah, where she would have gotten like some international recognition and a spotlight. But kuna mzaitu alikatu pale, and shame on you if you know yourself, because you've been bashed out manze, akasema hii pesa hatuna, si pesa yake, of course ni yetu, like si pesa yake, it's my own taxpayers money, your taxpayers money, that common person in Garissa or in Moyale taxpayers money, like ingepeleka unsa, and including the funds ilikuwa zimetolewa. You've seen her saying that the governor wa Nyeri alikuwa ameamua kumlipia including the flight ticket, but environment MPS whatever the guy is, I don't even care. Shame on you, whoever you are. But I love her stand. He said stand up. After saying stand up, and the report stand up, get up, alisema stand up, hold on, atuko reggae. I don't know nobody can stop reggae. Alisema stand up, hold on, root yourself like a tree. Let her stand up, let her hold on, and let her nimiru. But then ilisikia ati ukiweza hold a tree for 24 hours, kuna chemistry between you and a tree. It's going back to it must be integration. Una flow of a lot of things, and that's why I mean regenerate your. So these are two hormones. So like ukioneo dem by the way on your normal nini for 8 hours uwezi kama dem alikuwa naka. But see, walikuwa nasema she has even proven science, because walikuwa nasema tuwezi stand for 72 hours, but she did it. She did it. The whole hey, by the way, wacha nikwambie, ancestors pia waliamua kukabless. Ancestors waliangusha mvua that place bana. The gods of Wangari Maathai walisema hello new Igwe, you're doing this. Okay, that's just my interpretation. But now it brings me to another. The gods of Wangari Maathai waliamua wacha we bless this girl, and I hope manze the gods of this is a religion. All I'm saying, no. I'm just saying there's no jangilia Mungu, tumesema tu like it was I'm just saying the spirit of Wangari Maathai. The spirit sema tu I'm saying sawa, the energy, the spirits, the gods of Wangari Maathai ziliamua kumtembelea. Let me finish. God was with her, and she wanted to bless her and show he was there. Stop saying the gods of Wangari Maathai. Do you know the gods of Wangari Maathai? Okay. Wacha kuingiza Mungu na usherati. Okay, sawa. Ama asi usherati. Haina usherati. All I'm saying is the heavens opened up. You should not push the name of your God in vain. God's name. I'm not saying we are worshipping. All I'm saying is, let me finish my point. All I'm saying is the heavens decided to open up for her. Yeah, say that. Sawa, mbingu ilimsikia na ikambariki. Na mvua na akambariki. Sasa pia ukisema mbingu inamaanisha sawa, Mungu alimsikia akambariki, sawa, but Mars and Jupiter and Saturn. But okay, you see the whole thing enye umejaribu kuongelea kupitia sawa yani Mungu alimsikia wakina and put it into record. One day, one time, I preach for you and you get on the minda wa haki Mungu nisikie maombi. Hawa. Hawa. Mnaona saizi venye mofa anafuata Pastor Ben hivi. Umeshte hiyo. Na papasi. Na nani na Bishop ana nani na kila Boni. Wakina Kiengeni na that ule mapanga leni tangu. Sam. Itagu saila sasa. Ule jamaa mapanga le. Gani? Ule hype man. Ule jamaa hype man.
Hype man is whatever the person whatever that mwenye alikuwa GCM akaenda akatakata bibi yake huko na kuna wako Dr. Elias that's quite no see Dr. Elias is my brother Dr. Elias Pastor Elias hadi pastor anaitangwa tu brother wa whatever jamaa lakini ndio naomba story moja hizo story hizo tuongea maana GCM kwa magari jamaa anasema tumapanga leo ule wa regi papanga point yangu ilikuwa nilikuwa najaribu kuuliza if at all yani mkiniambia yani alipewa HSC si ndio head of state commendation so yani head of state commendation imepatiwa cut off kidogo tu okay kidogo tu bitrate tuko TikTok nimesikia director amesema mtu mwenye yuko TikTok ni masculinity as in so uko TikTok uko masculine ama as in toxic yani toxic bana sasa ni kwanza kujientertain juu ati nini so point yangu head of state commendation point yangu ilikuwa kwa HSC ni head of state commendation it brings me back to kura za 2017 ama ilikuwa 20 I think it was 2017 ya mudhende hiyo wakati kulikuwa na watu walikuwa wamevunjia Kenya rekodi walikuwa wanajulikana unaona our runners our whole team ya rugby do you know mtu mwenye alipewa commendation kama ya jana yenye imepewa Iani alafu nilishtuka that is when nilianza kuona in fact siku hizi ukikuwa nayo label HSC doesn't mean anything. Gideriman. Who remembers Gideriman? Gideriman is I got a HSC by the way. Got a HSC. Head of state commendation. Hakuna alivanish kwanza Jalango nakumbuka Jalango akimwambia alipewa hiyo nini na Ruto. Unaona hata jamaa tu nani? Huyu Jalango. Samido Tikiobani. Unajua Samido alipewa Samido ni HSC na akamgeuka. Lakini wajua yeye amesaidiwa na hiyo ndio uzuri ya kuwa na side chick mwenye manze. Hiyo uzuri ya kuwa na side chick kama wewe kama ni mama whoever the person is. No like no I'm saying is manze kama uko na deo manze manze kwa deo manze anakuokolea that wewe jamaa amesaidiwa na hiyo kwa mtu amesaidika hata kusema hapa wait sawa alimsaidia hata nimeonyesha tu fala naongea alimsaidia Wale HSC alipata si ndio Samido by that time wakiwa na Karen sasa wakati gani sasa hizi Samido ni hit he was still hitting including then sasa hizi ni moto he was still hitting including then moto kuliko then okay as much as hapo ndio venye alianza hizo story na alipata HSC ndio ya kumaliza kama hizi vitu ni kwa mapendeleo exactly mluye apate kitu si aliona no watu wangu siweze nasikia sana kila David Musalia these guys wajana wa politicians wataka Mbappe HSC alafu anapewa mtu kama Honje ule mama Mlamua was given Mlamua was given no I'm talking about this other guy Mlamua was given by the way Mlamua was given Mlamua ni HSC maana ya HSC maana hiyo kitu ni nini head of state commendation like just like the president recognizes you and you know he recommends you like this guy you know he's a master in his skill in his set HSC so kumaanisha basi our dear president next year would love you to recommend to nini yes Kenyan comedian Mlamua David Onyango achieved a high academic no he's an order of the grand warrior AGW bana hey but what I was saying is order of the grand warrior our dear president next year pia sisi mmoja wetu hapa akipewa HSC iko sawa HSC head of state commendation nataka kupingana na THC karibu na tuanza kuongelea THC whatever kidogo THC mwingia but anyway I mean it but ni sawa tu hata tungoje even the Bible says Kawanjera can confirm this even
even a prophet is never accepted back in their hometown. home, yeah. But anyway, ni sawa. We hata wasipompatia, all I'm praying is and I'm vouching that as she provides her evidence for the Guinness book of record, that iaproviwe and she gets that recommendation. It's international, even it supersedes the HSC, by the way. Ile ni ukiingia pale manze, watu wanajua uni bazoo, uni goat, uni manze big chief. And one thing I'm praying for her ni ati nataka apate crazy endorsements. Nataka apate crazy endorsements she was recommended. She has been recommended, given a head of state recommendation. Yeah. That amerekomendiwa tu, so kumasha bado hajapewa. Ni unaona prezo unapationgo hizo manini like mnakuja like ni representative alafu prezo ndio approve. With me I understand. I think alimaliza a day the following the previous day. So I think kids vitu zilikuwa prepared even one week ago. But that kwani mara ngapi like something may happen na prezo ame acknowledge immediately. How many? Like, zimekuwa mingi kama ya yani. Talk about Rosa. Tuanze asese yani. Tuanze even including Baba. Jana during the Sakaja ali propose. Yeah, wacha nifike. Wakiwa Makueni, Uhuru aliwena a moment of silence about Raila. Akairepeat pia jana. Si Ruto atawache atuhuru. Ni sawa tu. No. Baba gets his credit. He did his work. He did his part. He's a god. We'll continue celebrating Baba. We will continue celebrating Baba. And I'm saying, and going back to Trofena umeuliza, it happened a day before. Yeah. But if you check the point of Sakaja alisimama akaongea, the super senator, akasema wacha Talanta Stadium ikuwe named Raila Odinga Stadium. Yeah. And the moment Prezo alichukua alisema nimesikia na the moment imecompletiwa itafanyika. You see, like he has that power because it is a head of state recommendation. Yani yeye ndiye kusema, so angekuwa ile pia hii kuna kitu namletea. I don't want to go to where you're going because I know you're going. No, it's true. It's true. I know where you're going. You know before Sakaja, akanyagio stage aseme ati Sakaja ndio kumwambia kitu moja. Ati Sakaja hata uite Talanta nani? I have no problem with it because hata ukikaa na Sifuna kwa kura ballot moja mkiwa wawili. Ati bado ni beat you. Live about Baba. Hata ufanye nini? People wanasemanga people have decided ama the people have already decided. Do you know napenda wa Kenya. Ndio napenda na wa Kenya sasa hii ni bro, hata sasa tukujie na slogan kama za Rao atiza TB. Sasa ni maendeleo. If you are not going there, we are done. Hata uko affiliated na nani? Nikwambia mbona? Sisi na story ya Modenda vinalifanya huko. Ati wa Modenda we are going to buy. If you are not doing development for the people of Kenya or the people that you represent, and also that we are only giving you one. I also think the Nyeri, whether you call it term 1 or it's one term, that is what it is. It is what it is. Uzuri tuliona it's a one term plus prosecution. You imagine someone is waking up asubuhi alafu anasema aje ati my people, ati the people are requesting at your place at Talanta Stadium ianze kuitwa Raila of course Amolo. Unajua kitu it was discussed before. Yeah. So unakuja kupimia whether uone kama hawa sio wataingilia. Si atuko na ubaya. We loved Baba. Alafu kitu yenye mimi huwa naambia lakini pia acha nikwambie kitu moja. Pia president wetu wako na uoga. Unaona wakati ile ndege ile kama uoga. Unaona wakati ile ilikuja. Mimi kama jamaa kusonga alibaki tu lakini wewe jamaa that is 2 times umeshtua Prezo bana, mwacha hizo jokes. Hata mngeona speech yake na Trump akisema something na hell. My guy kwenye sama anaifanya ati batoto nikwambie mkuu jamaa alishtuka bana, anajaribu kufanya anarukia umecheki AI hiyo anarukia mpaka bodyguard wake alafu anarukia nyuma hivi anaangalia. Okay, so hiyo but anyway that is the second time nini for the festival seasons bro unasemaje? Festivities manze it's a festive season and all I'm saying is
it's Christ is the reason for the season. So let's be generous. Manze kama kwenye mnachinja kambuzi kama cousins hamjaiko sana kwetu hamjaiko sana. So sisi hatusaidii wazazi kubeba chuki. Sisi tutakutana mkitaka mko karibu Nyeri mkuje tupige sherehe tuchome kambuzi. And Merry Christmas. Ati turu tunakuinvite but sasa penye karibuni Nyeri. Umeona Nyeri tutasemaga there's a Kikuyu song that represents Nyeri that says Nyeri nema twini, like Nyeri is heaven. So karibuni nyumbani wala Kawanjera. Karibuni nyumbani and Merry Christmas. Merry Christmas. Oh, sawa. So it's home. Exactly. So Merry Christmas. Enjoy your Christmas. Share. Because nilienda time flani pale Karatina and that's where I fell in love with something called radish. But where is Karatina? It's a set of sharing. Where's Karatina? Karatina is in Nyeri. It's Nyeri. It's in Nyeri County. It's in Nyeri County. Apana, but kuna so you come from Kenya? Kenya is in Nigeria? Yes. No. I'm just saying how they try to describe. Karatina is in Nyeri. Karatina is in Nyeri. Yeah, and that's why you're saying I feel the first time I fell in love with Skiza wa Kenya ametoka. Yeah, I fell in love with radish the first day. For those who know radish, I fell in love with radish when I was in Karatina. And also there's a time nilikuwa na a good client in Karatina pia in Nyeri. Alikuwa huko China. I don't remember the exact name but it was good. So for the festive seasons, festivities ziko, of course they will come and they will never end. So wewe as our good listener, our good fan, our good best pale chini, jibambe mazoe, have fun. You have really worked for the 11 months. So this is the month and watu tunasema lazima ujiachilie. Have fun, usijilimit sana. Tembelea wazazi, cousins mingle, cousins mingle, have fun as families and of course usisahau kuomba because birthday yangu inakuja June. Yako mko? Iko next year. I'm the only guy here. Birthday imekuja in festival season. So nataka tuseme nini? Lakini najaribu kusema Valentine ni vitu gani direct unaongea? But ukiangalia kibackdate ni mambo ya Valentine. Sijali waambie wazazi wako walikuwa romantic. Lakini acha niambie kitu moja. Acha niwaambie. By the you know one thing. Me, my mom and my daughter share the birthday the same month. And also my twin sister. Wacha mchezo. Okay. Ni December. Sema drink sema. Nini? Ku drink. By the way mkikunywa my boys. Drink responsibly. Me don't drink. I'll call you by the way. I'm thinking of tunaweza pata kabash tu alafu our friends wenye wako close before the end of year kuja wachome mbuzi hata kama ni kuku atachoma. Kuna tuko na rooftop hapa juu. Kuna rooftop hapa juu tunaweza chomea hapa. Tunafanya sherehe nzuri sana hapa rooftop. For the family. Yeah. Like family like all subscribers and also our personal family. The Bitribe family. We're so humbled. So thank you for the YMCA, for the AAYMCA, African Alliance of the YMCA. We are so thankful for this opportunity. Tunashukuru sana for hiyo mwaka 2025 you have given us an experience, something that we always wanted. For the connections you our director, we are so thankful. Bana. Alafu tunaomba sana tukiingia 2026 tunaingia na fujo mbaya sana. Alafu 2026 tuko na a very good thing we are planning for these guys. So it's been amazing. So as we head for Christmas manze, bana ita jirani yako, share na yeye. If you have something, give it to your friend manze, usikule peke yako. As I said, lakini pia kama jirani aje kuita simuita. Alafu ana you are got to be when the Mkristo umesema you are got to be like Christ, like and Christmas Christ is the reason for the season. So we're being called to be Christians and be like Jesus. So being sharing and giving back. So we shall share our humble king. Yeah, and of course because it's a wrap on our side on the Bitribe, pia mimi nawaambia watu wangu on the other side, as much as they don't celebrate Christmas. Wakina Moha, ukikuja kwangu nitakuwa na kuku, of course niko na jogo, na hiyo lazima tu share regardless of our religion, and you are happy because I'm welcoming each and everyone. Rooftop tuko na mbuzi
Bozes unajua na to welcome kila mtu. And of course the Beat Tribe we're going to hang out on 24th and 25th. We have a very good bash na tunaifanyia rooftop at YMCA Crescent. By the way, waambie rooftop ya YMCA kuna rooftop nyingine. Moto we are going to host there. We'll only do it if we'll have around 20 people. Yeah, we just want 20 people. So far we are around 8 people so far. Yeah, it's a wrap. So Sawa. it's a wrap and It's a wrap. Thank you. if you be part of it, check the link. Ndai hapa.